Amen. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Ninakusalimia sana kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naamini uko unaendelea vizuri na Mungu anakutunza mahali uliko na neema ya Mungu imekufunika sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya majira haya ambayo tumeanza na tuna fundisho ambalo tunajifunza kwa wakati huu. Nami ninatamani niwe ninaendelea kuachia vipande taratibu kwa njia ya audio ili utakapopata utulivu na muda wako wa kutafakari unaweza ukaendelea kujifunza na kuendelea kunifuatilia kwa kile ambacho nitakuwa ninaendelea kukifundisha. So kabla tujaendelea, ninaomba niombe na kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, we glorify your name, we praise you, we lift you, we thank you. Parunde rateka barozi rande karabashande ni mahanta. Neno lako ni nguvu kwetu, neno lako ni uzima kwetu, neno lako ni afya ya mwili wetu, neno lako ni taa ya macho yetu ya ndani, neno lako ni nguvu ya nafsi zetu. Tunapolisikia tunapona, tunapolisikia tunahuishwa, tunapolisikia tunafanywa upya. Ninaomba kwa ajili ya kila ambaye atakutana na sauti hii, Jehova, uzima wako, nguvu ya neno lako ikaingie ndani na ikachukue nafasi ya ushindi katika jina la Yesu Kristo la. Ninaomba maarifa yetu yazidishwe, lakini na roho zetu zihuishwe kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ninaomba haya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. So moja kwa moja ninaomba niseme kitu. Tunajifunza kwa habari ya spirit life, maisha ya roho ambayo tunaamini na tunajua ya kwamba tunayo ndani yetu. Yapo ndani yetu. Na tunayo kutokea wapi? Tunayo tumeyapataje? Neno la Mungu linasema hivi kwamba katika Yohana 1:12, naomba nianzie pale. Yohana 1:12 anasema kitu kizuri kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa, mstari wa 13, si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili, bali kwa Mungu. Unanisikia? Anachosema ni hivi: imani ambayo umeiweka kwa Kristo, siku ile ambayo umemwamini Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, anasema wakati ule ulipoamini, Mungu alikupa uwezo ukafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Na anakusaidia kujielewa ya kwamba kuna waliozaliwa kwa mwili. Ule mstari wa 13 anasema hivi kwamba waliozaliwa si kwa mapenzi ya mtu, si kwa damu, si kwa mapenzi ya mwili. Kuna ambao wamezaliwa kwa sababu kiwalisia, kila mtu amezaliwa kwa sababu ya wazazi wetu katika mwili, si ndio? Na wazazi walikusudia wakapanga kwamba sasa tunaleta uzao fulani katika mwili. So wamezaliwa au tumezaliwa kwa mapenzi ya watu, tumezaliwa kwa mapenzi ya wazazi, tumezaliwa kwa mapenzi ya mwili, lakini kuna uzao mpya ambao unatokeza ndani yetu. Ni aina mpya ya maisha ambayo tunaipokea. Hii inakuwa ni maisha ya juu zaidi ya maisha haya ya mwili. Anasema walimpokea, aliwapa uwezo. Unajua maana ya kupewa uwezo ni kwamba hauwezi ukaingia kwenye upya kama Mungu hajaachia uwezo. Na uwezo Mungu anauachia pale unapoamini. So you are born again by the power of God, by the Spirit of God. Umezaliwa kwa mapenzi ya Mungu, sio kwa mapenzi ya wanadamu. Umezaliwa kwa mapenzi ya Mungu na ule uzima wa Mungu unakaa ndani yako. Kuna mtu ananielewa? Napenda sana wakati Yesu anaongea na mmoja wa Mafarisayo, alikuwa anaitwa Nikodem. Yohana ule mlango wa 3, ule mstari wa 3. Kwanza yeye ndiye aliyemuuliza, Nikodem alimuuliza Bwana Yesu, mstari wa 2. Anasema hivi kwamba huyu alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa kuwa hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia hivi kwamba amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Sasa nataka nikuoneshe kitu kimoja. Bwana Yesu anafunua siri hapa, unaweza ukaipita usiione. Huyu mtu anakuja anamwambia Bwana, tumeona unavyotenda, tumeona ishara zako, tumeona miujiza yako, tumeona maisha fulani ya tofauti, na tunajua kabisa haya maisha sio ya kibinadamu. Mtu mwenye uwezo wa kuwa na haya maisha, huyo mtu lazima awe ametoka kwa Mungu.
So Yesu hajibu, anamwambia mtu kitu ambacho ukisoma kwa haraka unaweza kusema yani huyu anaongelea habari za ualimu na ishara. Yesu anakuja kuongelea habari za kuzaliwa mara ya pili. What is the connection there? You are missing it. Hujanielewa bado. You are missing it. Haya, nakusaidia tena, narudia. Huyu anamwambia hivi kwamba huyu alimjia usiku akamwambia, Rabi, tunajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu. Kwa nini tunajua kwamba umetoka kwa Mungu? Kwa sababu hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. So anachomwambia kwamba we have noticed that God is with you. Tumejua kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Hizi ishara ni dalili tu za kutuonesha kwamba wewe una maisha fulani ambayo sisi hatuna. Wewe una Mungu, umetoka kwa Mungu, umembeba Mungu. Kuna kitu ambacho unacho sisi hatuna. Ndicho ambacho alikuwa anasema Nikodem. Hizi ishara hawezi akafanya mtu. Yaani hakuna mtu awezaye, manake ni zaidi ya uwezo wa kibinadamu. Ni zaidi ya akili za kibinadamu. So anapomwambia haya mambo, Yesu anamwambia kwamba hivi, amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. What is the connection? Yesu anamwambia kwamba ni kweli unachokisema. Hivi vitu haviwezekani kuviona kama unaishi katika hali ya mtu wa kawaida. Yeye mwenyewe amesema hakuna mtu awezaye kuyafanya haya. Ni kweli kabisa, kuna mambo ambayo sisi katika ukawaida wetu lazima tushindwe, hatuwezi kuyaishi. Lakini sasa anasema hivi, mtu atakapozaliwa mara ya pili sasa anaweza kuona ufalme wa Mungu. Manake sasa hivi anaweza kutembea katika upya wa maisha. Anaweza kutembea katika hizo ishara ambazo unazisema. Anaweza kutembea katika hizi dalili. Na kitu kimoja, huyu mtu ambaye anazaliwa mara ya pili ni wazi kabisa ya kwamba Mungu yupo pamoja na yeye. Najenga msingi mkubwa kwenye maisha yako sasa hivi, unielewe ya kwamba ile dakika umeamini kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ile dakika umeamini kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tangu dakika hiyo wewe umeondolewa kwenye kundi la watu wa kawaida. Amesema hakuna mtu awezaye kuyafanya mambo haya. Manake umepewa uwezo. Wote waliompokea aliwapa uwezo. Umepewa uwezo wa kuishi maisha zaidi ya kawaida za wanadamu. Umepewa uwezo wa kutembea katika neema, katika kibali, katika mafanikio. Kuna uwezo juu yako. Huo uwezo unaitwa spirit life. Sio tu uwezo, hayo ni maisha mapya. Ndio maana anasema tangu sasa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. So uwezo sio ni, it's not part of you. It is a new you. Umekuwa kiumbe kipya. You are not the same Elisha. You are not the same person. You are now a different creature. Umekuwa ndani ya Kristo, umekuwa anyway, sasa hivi ni kiumbe kingine. Kwa nini? Kwa sababu umebeba maisha na uwezo zaidi ya ule uwezo wa kwanza. Nikaona anaelewa sasa. Nina assignment moja kubwa kwa ajili yetu. Tuanze kuelewa tulichokibeba. Risasi hata itwe AK47, ile ni bunduki, ina risasi ndani. Kama haitafyatuliwa, if nobody pulls the trigger, hiyo risasi haiwezi kuua. Haina hiyo, ita SMG, ita RPG. Nguvu ya risasi inakuwa ni kwenye kufyatua kilicho, yani ile silaha nguvu yake ni kwenye kufyatua kilicho ndani. The time RPG imefyatuliwa ndipo muda ambao inalipua, ndipo muda ambao inafanya kazi yake iliyokusudiwa kufanya. Alright? So unaweza ukawa umeubeba huu uzima ndani yako, umebeba haya maisha ndani yako, lakini kama uyaelewi huwezi kuyaishi. So huu ni muda nataka tukamanifest the spirit life. Huu ni muda ambao nataka tumjue Mungu sana, tulijue neno lake na tuanze kuishi katika ule ushindi wa neno lake. We must manifest. We must manifest. Anasema hivi kwamba amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. You are blessed. Wewe umebarikiwa. Kwa nini umebarikiwa? Luka 12:32 naipenda sana. Anasema msiogope enyi kundi dogo, maana baba yenu ameamua kuwapa ninyi ule ufalme. Ngoja nikusomee. Luka 12
Luka 12 mstari wa 32. I love this verse so much. Na nataka nikwambie kwamba umepokea ufalme, na umepokea ufalme usiweza kutetemeshwa. Luka 12:32 anasema, msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa baba yenu ameona vema kuwapa ufalme. You carry that kingdom. Kwa nini baba yenu ambapo ameona vema kuwapa ufalme? Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. We are carrying that kingdom. Naomba ubebe hichi kama kilivyo. Kita manifest kama utakiamini, kita manifest kama utakijua, kita manifest kama utakielewa, kita manifest kama utakubali na kukusudia kukiishi. Ninakutamkia baraka siku ya leo. In all your schedules, in all your agendas, walk with the blessing of God. Walk with the blessing of heaven. Be successful. Be impactful. There is a life in you. Unao huo uzima. You are more than a man. You are more than ordinary person. You have a life of God in you. May that life take over. I pray for you. May that life take over in Jesus' mighty name. Be prosperous. Be successful. Ninakuombea ubarikiwe. Mungu akutunze. Usiache kunifuatilia. Usiache kushare fundisho hili kwa watu wengine, wazidi kumjua Mungu na kukua katika Mungu. Mimi ni wako Elisha Mwanga. Mungu akubariki. Tukutane tena another time. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you.